huwa nikisimama mbele ya watu wa Mungu kwa lengo ya kuongea neno la Mungu, nakuwa najisikia woga. Kwa sababu ipo siku tutasimama mbele ya Mungu, na siku hiyo tutaulizwa, wewe umesimama mbele ya watu wangu, je, uliwaambia vitu nilikutuma? Au uliwaambia tu vitu unataka? Ndio maana nikisimama mbele ya watu wa Mungu wanajisikia woga, pamoja na kujiombea Mungu anipe kusema yeye anataka mimi niseme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio hapo tayari. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda sasa na somo letu la leo, ambayo topic nasema the word of God. The topic is saying, rejea moto wa Mungu upate makao ndani yako. Rejea moto wa Mungu upate makao ndani yako. Bring back the fire of God so that He can have a place inside you. Topic yetu ya leo inasema rejea moto wa Mungu upate makao ndani yako. Return back the fire of God to have a place inside you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nini maana yake ya kurejea? What is the meaning of return back? Mtu anapokuwa anakuambia rejea anasema nini? When a person say come back, what does it mean? Kama mtu anasema rejesha vitu vya watu, anasema nini? If somebody say to you return somebody's things, what does the person mean? Kurejea To come back ni kurudi mahali ulipotoka. Is to return the place where you belong. Nikisema nirejeshe utu tunaniwa anatia yako sadaka, if I say I must return these cases where the book of nitapashwa kututia hapa juu nafasi penye wanatutiaga. I must put it in the position whereby it used to be. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Kurejea, to return, to come back, ni kurudi mahali penye ulipotoka. Is to return to a place where you used to be. Na kwa lugha ya kiroho, in the spiritual language, kurejea inamaanisha to come back means kutubu dhambi na kumrudia Mungu. Amen. Is to repent and back to God. Kwa nini turejee? Why should we come back? Kwa nini tunahitaji kupata moto wa Mungu? Why we need the fire of God? Wakati tunaposema turejee, when we say we must come back, inamaanisha kama tulitupa fasi zetu, it means that we have lost our position. Na kwa sababu tulitupa fasi zetu, and because we have lost our position, Mungu anapokuwa anataka kutupa ahadi zetu, when God want to give us to fulfill our promises, anatutafuta alafu anatukosa. He always look for us and then He don't find us. Acha niwape example kidogo. Simama. Ikapa. Mama Nelia, Mama Nelia, kiti yake ni ile pale. This is where she used to sit. Hivi Prince akitaka kumupa kalamu, ile kalamu kanaandikisha, when Prince want to give her this pen that is using, hawezi akamuona, he cannot see her, kwa sababu pesi yake ameiacha, because he moved from his place. Ili Mama Nelia akamata ile kalamu ya pesi, for Mama Nelia to take this pen from Prince, itamuomba kurejea fasi yake,
it will not for her to come back to his birthplace. Kisha hapo ndo fasi penye pesa kitaka kumpa hiyo karamu atamuona juu iko karibu yake. Is whereby when Prince want to give her a pen, you will see her because he is near her. Mungu anaposema turejee, when God say we must come back, kuna mamlaka anataka kutupa. There is an authority that he want to give us. Kuna moto anataka kuchochea ndani yetu. There is a fire that he want to stay inside us. Lakini kama tumetupa mazingira, but if we have lost the places, huo moto hatuwezi kuwa nao. We cannot have that fire. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nini maana yake ya moto? What is the meaning of the fire? Mtu akisema hii kanisa ina moto wa Mungu anamaanisha nini? When a person say this house, this church have the fire of God, what does person mean? Mtu akisema hii kwaya inaonekana na moto wa Mungu anamaanisha nini? When a person say this choir have the fire of God, what does the person mean? Mtu akisema huyu mtumishi wa Mungu ana moto wa Mungu anamaanisha nini? When the person say this man of God have the fire of God, what does the person mean? Moto wa Mungu, the fire of God, ni ishara ya uwepo wa Mungu, is the sign of the presence of God, ambaye inatumikia ndani ya mtu au ndani ya kanisa, that work inside the person or inside the church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moto wa Mungu, the fire of God, ni ishara, is the sign ya uwepo wa Mungu, of the presence of God, ambaye inaweza kutumikia ndani ya mtu, that can work inside a person au ndani ya kanisa or inside the church. Moto wa Mungu, the fire of God, ni nguvu ya Roho Mtakatifu, is the power of the Holy Ghost, ambaye inatumikia ndani ya watu waliamini, that work inside people who have believed. Moto wa Mungu, the fire of God, ni karama na upako na ujasiri, is the gift and the anointing and the strength wa kiroho ambayo unatumikia ndani ya watu, of the spirit that work inside people. Jua nini sasa tupate huo moto wa Mungu ambao unapaswa kunatumikia ndani yetu? Why should find that fire of God that can work inside us? Watu tunatafuta Mungu. People, we are looking for God. Na first pale tutakuwa tunatafuta Mungu ni ili arekebishe matatizo yetu. Whereby we are looking for God to fix our problems. Na Mungu hata shuka na miguu yake na mikono umuone hapa duniani ili akurekebishie tatizo lako. You cannot see God physical for him to fix your problem. Mungu anachokifanya, what God do, anachukua nguvu zake, he took his power. Anachukua nguvu zake, he took his power. Anazichocha ndani ya mtu ambaye aliamini. And stay up in a person who huyo mtu ambaye anaishi kulingana na mapenzi ya Mungu. The person that live according to the will of God. Anamchochea moto. He stay that fire. Huyo mtu sasa ukikutana naye, he put his hands upon you. Tatizo yako inaisha. Your problem can disappear. Tunahitaji kuona watu ambao wako na moto. We need to see people who have fire. Watu wanatembea na tatizo. People walking with problems. Na watu kuambia njoeni Mungu awasaidie. When you tell people come, let God help you. Kisha wanakuja na wanarudi na tatizo zao. And then when they come, they return with their problems. Ni vigumu waendelee kuja. It's difficult for them to come back again. Tunahitaji moto wa Mungu. We need the fire of God. Ambao unaweza kutumikia ndani yetu. God can work inside us. Ili tumalize tatizo za watu. So that we can bring solutions. Tatizo zipo. There are problems. Tena ziko nyingi. There are many. If unasema kama tutembee na ugonjwa. Do you think we don't walk with sickness? Ugonjwa upo. There are sickness. If unasema kama hatuna waumezeka ambao walitushinda. Do you want to say that we don't have the men that have a problem to us? Hivyo nate nitakuweka kwa mwisho. Even those is to put at the end. Unaweza kuwa uko na mke. You can have a wife. Kila siku unajuta kuwa ulimuoa. Every day you regretting why you married her. Inakubidi upate hizo nguvu za Mungu. You need to have the power of God. Ukemele hiyo pepo ambayo iko nyuma ya huo mke wako. To rebuke that spirit that is behind your wife. Upate kuishi na amani. So that you can live peacefully. Wanaweza stress sana. Praise the Lord. Tunahitaji kuona moto wa Mungu. We need to see the fire of God. Ukiwa unawaka ndani ya kanisa. That burning inside the church. Watu kutoka mbalimbali. When people come from different places. Wasogee juu ya moto. To come near the fire. Na watie nyuma
zishaisha. And when they go back, they go with no problem. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. Lord. Tunahitaji kuona moto wa Mungu. We need to have the fire of God Tunadumu ndani ya kanisa. that can live inside the church, Tunadumu ndani ya waamini. that live inside believers, Tunadumu ndani ya watoto zetu. that live within our Tunadumu families, ndani ya waume zetu. that live within our husbands, Tunadumu ndani ya wake zetu. that live within our wives, Ili maisha yetu apate kuwa na lengo. so that our life can have a mission. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Ni vizuri kusemesha ukweli. It's better to say the truth. Ukitizama maisha ambayo tunayoishi, When you look the life that you are living, vinaonekana kama moto wa Mungu hatuna. it shows that we don't have the fire of God. Na kama hatuna, And if we don't have ni it, vizuri tuamuke it's better for us to work so that we can stay at the Mungu fire, apate makao ndani so that yetu. God can have a position in our side, inside us. Huwa napenda kuwa na zamani ndio nilikuwa nafuatilia vitu vya mpira sana. Back in days, I used to watch Mpira ukitoka ndani ya uwanja, when the football go out of the ili urudishe stadium. ndani ya uwanja, For you to return it back in the stadium, unaungizia ile fasi penye umetoka. you need to return back to the place Mpira umetokea hapa. when the ball was out in Ambaye atakuja kurudisha ndani ya uwanja, they wanted to bring it back. atapita fasi penye ule mpira ulitokea, You will pass to the place where the ball ndio was out anarudisha. to return it back in the stadium. Inamaanisha kama na sisi sasa tulitoka ndani ya uwepo wa Mungu, It showed that all of us, we came out from the presence of the God. ili tuingie tena ndani ya uwepo wa For us to Mungu, return back to the presence of God, ilifaa tupite fasi penye tulipita kwa kutoka, we need to go back to the place where we were na out turudie, and return, na Mungu atukumbuke, and God to maisha remember, yetu apate kuwa na lengo. so that our life can have a mission. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ni vigumu kuona kanisa yetu, It's very difficult to see our church. siku za kukusanyika sio nyingi. The day of being together are not many. Ni Sunday, It's Sunday, ni siku ya pili asubuhi, Tuesday in the ni morning, siku ya 4 jioni. Thursday in the evening. Ukitizama jinsi tunakusanyika au jinsi tunakuja ndani ya ibada, When you see the way we come to the service, inaonekana kama moto wa Mungu uliisha ndani yetu. it shows that the fire of God is not inside us. Ni vigumu kuona kanisa ambayo ina ibada siku ya 4, It's difficult to see the church that have a service on Thursday. watu wanakuja wanamaliza kazi zao, People, they come when after done their works, lakini wakuja kujikuta hiyo ibada ni watumishi wa Mungu tu. but you find that service is all of men of God. Hivi unasema kama waimbaji hatuhusiki na hiyo ibada? Do you want to say that as a singers we are not needed? Unasema kama waimbaji hatuhusiki na hiyo Do ibada? you want to say that the prayer warrior are not needed to that service? Kuwa hatuji The reason we don't come, ni sababu ya moto kuzima wa Mungu. because the fire of God is deep Inabidi inside. tuchochee moto. We need to stay up the fire. Fasi kuna moto, In the place that there is a fire, hata tukamate kwa mfano wa kawaida. let us look at a normal example. Mimi nikikonga moto hapa, When I bend the fire here, watu wote ambao wako na baridi all people that are called, watasogea huo moto. they will come near the fire. Si wako na baridi, Because they have that coldness. watataka kuotea. They will need to come to the Huyu fire. moto ukiwaka, When this fire watu watasogea, burns, people they will come jua nasikia baridi, because they are feeling na cold. wakisogelea, When they come near the fire, baridi yao itaisha. their coldness will disappear. Tunahitaji kuona moto wa Mungu. We need to see the fire of God. Tunahitaji kuona watu wanakuja kuotea huo moto wa We Mungu. need to see people who come to that fire of God. Tunahitaji kuona maombi yetu yana nguvu. We want to see them, our prayer having Na power. maombi kuwa na nguvu, For prayer to have power ile basi penye tunaona matokeo ya Mungu. is whereby we see the result of God. Ile basi ambayo tunaona wanaleta vilema, Is whereby we see many tunasimamisha people. kwa jina la Yesu When we're Kristo. sending them with the name of Jesus. Kilema kinarudi nyumbani na And the kitakiwa very mzima. person go back home. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. Lord. Na sasa Now, huo moto wa Mungu, that fire of God, Mungu aliutuachia, He gave us the fire. lakini sisi kwa uzembe wetu, But us with our just to make things normal, moto wa Mungu ukazima. the fire went all in inside. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. Lord. Wangapi wanataka tuwashe huo moto? How many want us to Wangapi light wanataka that fire? tuone hiyo ishara ya nguvu za Mungu Who zinatumika want ndani to see yetu? that the
sign of God appearing inside us. Mungu alifanya chochote God made everything ili watu wake watembee na huo moto, so that people can walk with that fire. lakini sasa kwa uzembe wetu, But with taking things normal, moto ukazima. the fire went off. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kitabu cha Marko, In the book of Mark, sura yake ya 17, 17, mstari wa 15, verse 15, inasema, it said, akawaambia, he told them, endeni ulimwengu wote, go to the world mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. and preach the gospel to everyone. Aaminie na kubatizwa ataokoka, Whoever accepts will get saved. asiyeamini atahukumiwa. Whoever will not believe will be judged. Sikia sasa huu moto wa Mungu. Mungu aliacha kila wetu aliamini. Now listen to the fire that God Na gives. ishara hizi zitawafuata na hao waaminio. And these signs will follow those who believe. Kwa jina langu watatoa pepo. In my name they'll cast out demons. Nilikuwa nataka nikutangazie, I wanted to proclaim kila ambaye yote aliamini jina la Yesu, whoever believes the name of akakubali Jesus kuokoka, and accept to be saved, anaruhusiwa kukemea pepo katika jina la Yesu na he pepo is allowed to inatoka. rebuke the demons. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. Lord. Watasema kwa lugha mpya. They will speak in new tongues. Watashika nyoka, They will take serpent. hata wakinywa kitu cha kufisha, Even though they drink something to kill, hakitawazuru kabisa. it will not done anything to them. Wataweka mikono yao juu ya They wagonjwa, will lay their hands upon the sick nao watapata afya. and they Amen. will get healed. Amen. Hii ni ishara This is the sign na nguvu za Roho Mtakatifu and the power of the Holy Ghost Mungu aliacha ndani ya watu ambao waliamini. that God put it inside people who Na believe. hizo nguvu au uwepo wa Mungu, And that power of the presence of God, Mungu aliwaachia au aliuvuvia ndani ya waaminio, God put it inside those who believe, juu shida zao zipate so kurekebishiwa. that their problems can be fixed. Mungu asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Ni kitu gani ambacho tulisababisha huyu moto uzime au upunguze nguvu? What made this fire to not have that capacity inside us? Na Yesu alikuwa ametuahidia kama mtu akiokoka, huyo moto wa Mungu utakuja ukae ndani yetu. You find that Jesus said to us, when we believe that fire will be inside us. Yesu alisema hivi, Jesus said like this, mtu akinipenda when a person loves me, atalishika neno langu. will take my words. Na huyo mtu sasa, And that person, Baba yangu atampenda. and my Father will love him. Or Na her. sisi tutakuja ndani yake. And others will come and be inside. Na tufanye makao kwake. And made the place Yesu alimaanisha inside. nini? What does Jesus want me? Mtu akikubali When a person accepts, kupokea ufalme wa Mungu ukakuja ukaikaa ndani you yake, receive the kingdom of God living inside him. huo mtu Baba yangu atampenda. That person, my Father will love him. Sasa mimi na Baba, Me, I and my Father. hapa lugha nyingine Yesu na Mungu In other way, Jesus and God, watakuja ndani ya huo mtu, they will come inside that person wafanye makao kwake. to have a place inside him. Kwa lugha nyingine In other words, ni kusema kama uwepo wa Mungu it said that the presence of God, utakuja ukale ndani ya huo mtu. it will come and stay inside that Huo person. mtu atembee na Mungu mzima. That person will walk with full God. Hiyo ni ahadi ambayo ilitoka kwa Mungu. That is a promise come from God. Ukitaka kusoma ni Yohana When you want to read this John sura ya 14 14, mstari wa 23. 23, Ndio Yesu alikuwa anasema mtu akinipenda is whereby Jesus was atashika saying, neno when langu, a person loves me, will take my na words, Baba yangu atampenda. and my Father will love him, Na sisi tutakuja and us will come tufanye makao to be ndani ya huo mtu. inside that person. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Viliendeka au ni
kwa nini moto wa Mungu unaenda unapunguka ndani yetu au unaenda unazima ndani yetu? Why the fire of God get dim inside us? Tunapokuwa tunaishi maisha ya dhambi, when we live the life of sin, hasa za siri, the secret sin, pamoja na uzembe, and the carelessness, moto unazima. the fire get off. Watu ambao tuliokoka, People who have believed, hatutaki wapagani wajue kama tunatenda dhambi. we don't want the pagans to know that you are committing Dhambi sin. zetu zinakuwa ni za siri, Our sins are secretly, lakini roho, but our spirit, but the spirit inajua ukweli wa maisha yako. knows the truth of your life. Unaoa, You are married, mke wako unampenda, you love your wife, lakini but unakuta una mke mwingine nyumba. you find that you have another Mke one. wako anaweza kuwa hajui, You may find that your heart doesn't. kaifanya ni dhambi ya You siri, made it to be a secret sin. na ukataka kuchochea huo moto And wa you Mungu want to ndani stay up yako. the fire of God inside you. Haiwezekani. It can't. Unafanya biashara You are doing the business ili upate faida nyingi. for you to get a lot of benefit. Kuna kitu unapita kwa njia ya karibu, There is a way that you do. ikawa kama vile uko nafanya wizi. It's like you are stealing. Customer hatajua kitu, The customer won't know, lakini roho yako inajua ukweli. but your spirit knows the Hiyo truth. ni dhambi ya siri. That is a secret sin. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hivi tukikamata ile unga ambayo wanatumia kwa kufanya nani magwinya au benyi. When we took that method that they do with guineas, ile farina kule nyumbani unakuta iko bei. that farina home, which you may find that is very expensive. Sasa mfanya biashara, But a businessman, akakamata ile unga ambayo iko bei, who took that farina that is expensive, akakamata na ile nyingine ambayo ni ya kawaida ya kusonga ugali, and put that maize of making akafika na ifanya mix, and mix it, ili ile farina ya kufanya mabeni iwe nyingi, so that farina to make guineas can be much. Customer anakuja kuuza farine, when the customer comes to buy, kumbe anakuja kuuza nani unga ya kusonga ugali. you find out is buying the you want to get a lot of benefit. Roho yake inajua kama umefanya manyanga, But your spirit knows that you made it. lakini customer anabeba bila kujua. But the customer took it without know. Na ukikusanya na watakatifu, naomba moto wa Mungu shuke. When you are with the holy people, you are asking the Lord to them. And that's the Lord. It can't. Dhambi za siri, The secret sin umefanya moto wa Mungu kuzima, made the fire of God to be pamoja na out uzembe with the wa carelessness, maisha wa kiroho. with the spiritual. Tunahitaji kuona watu ambao wako na nguvu za Mungu. We want to see people who have the power of Tunahitaji God. kuona watu ambao wanatembea na Mungu We mzima. want to see people who walk with full car. Tunahitaji kuona watu wanakonga moto. We want to see people who got Watu fire. kutoka mbalimbali wanakuja kuotea huo moto. People come from far to Tunahitaji bring that kuona fire. pepo zikiwa zinatuogopa. We want to see the demons Tunahitaji to be kuona scared of magonjwa us. yakiwa We yanatuogopa. want to see sickness fearing us. Tunahitaji kuona matatizo yakiwa We yanatukimbia. want to see problems run away from us. Kinachoumiza sisi wote tunakimbia tatizo. What held us is us that run away from Na problems. tuko watu wa Mungu. And we are people of God. Na Yesu alisema tukimpenda, And Jesus said, if you Mungu love us, atatupenda. and God will love us, Naye na Baba watakuja ndani yetu. He and the Father will come inside us. Wafanye kikao ndani yetu. And a place inside us. Imagine sasa unakutana na pepo. Imagine that you met with the demon Na unakimbia pepo. and you run from the demon. Na Mungu alikuahidia kama yeye na mwana yake atakuja ndani yake afanye kikao. And from that God promised that Him and His Son will come and have a place inside Unasema us. kama hapa hakuna tatizo. Do you say that there's no problem there? Tunahitaji kuona moto wa Mungu. We want to see the ukiwa fire of God ndani ya kanisa. inside the church. Tunahitaji kuona ndani moto wa Mungu. We want to see the fire of God. Ukiwa uko ndani yetu mkwaya. That burning inside the choir. Fire ambayo iko na moto wa Mungu. The choir that have the fire of God. Wakisimama hapa mbele. When they sing, Wako wanaimba. when they sing, Unaona watu wanakuja na pepo. you will see people Pepo that zinawaangusha. demons start to Unaona bring them watu down. ambao wako na Roho You Mtakatifu. will see people who have the Holy Spirit. Wanaanza kutabiri. They start to Unaona watu prophesy. ambao wako na Roho You Mtakatifu. see people who have the Wanaanza Holy Spirit. kusema kwa lugha They start to mpya. speak a new tongue. Unaona watu ambao wako na magonjwa. You see people who have Wanapona. they start to Juu ya heal kuimba tu. because of singing God. Juu ya nini? Kuna uwepo wa Mungu. Because there is
is a presence of Kuna God. nguvu za Mungu zinatumikia ndani ya hizo nyimbo. There's a power of God that walking inside that Lakini song. sisi tunaimba, But as we sing, tunacheza, we dance. We dance in cinemas. We sing. We dance. Nothing happens. There's no healing sickness happening. There's nothing. We need to see the power of God. We want to see the power of God. We want to see the choir sing. When a person comes with demons, demons get out. A person comes healed. We want to see our church. It's like a hospital. When people come with sickness, when people come lame, they get healed. God give us that. And say that we're going to lay hands upon the sick man get healed. We will say the name of Jesus, demons will get out. And they will get out. Why we don't do it? Why we don't do it? The secret sins, the carelessness life, made the fire of God to be off inside us. We want to see the fire. When the meeting of prayer, it's like a hospital. People come from far with their problems. It gets finished. God promised us that. Praise the Lord. What made the fire to not time of prayer? What? People. We don't pray. Busy na maisha. We are busy with life. Hii sauti hauioni. You don't see the sound. You don't see the life of fear. Lakini tusemeshe ukweli. But let us say the truth. Bado hivi ndo tunahangaika. Is this how we are? We are busy. Hivi ndo tunahangaika. Is this how we are busy? Friji zinajaa kitchen. Hivi ndo tunahangaika. Fridges are full. This is how we are busy. Mungu kutupa issue. God to give us things. Tumevifanya kwa majaribu. We made it to be a problem. When God answered, tumeviona kama kutujaribu. We saw it as a test. Tunasema maisha ni magumu. In other words, we are saying that life is difficult. Wadogo zetu tunawale. But we are bringing our kids. Na wajuu zetu tunawale. And our brothers and our sasa tuwalete na tunateseka. Why we bring them and we are in trouble? Tunatangana. Hivi ndo tunahangaika. This is how we are busy. Unakula kitchen vile tu unataka. You eat chicken the way you want. Ukienda msupani unanunua chochote unataka. When you go to spa you buy anything. Hivi ndo tunateseka. This is how we are in trouble. This is how we are struggling. Huwa napenda kufikiri. Always think. Mungu akitutizama, when God look at us, Mungu akitutizama, when God look at us, kama hatutosheki. we will see that you are not satisfied. Na sasa akisema atufukuze, when they say we must chase, tunakuwa na woga. We start to have fear. Tusitoke. It says we must not go. Tusitoke sasa. Why we must not go? It's a problem. Mungu akawaambia wana wa Israeli. God said to the Israelites, wakati mtapofika Kanaani, when you met to Canaan, msipime kusahau Mungu. Do not forget your God. Alibatoa ndani ya Misri. The one who took you out of jangwani. That passed you in the desert, so that he can test you. Awabadilishe and change you. Awafikishe Kanaani musha badilika. Brought you to Canaan already changed. When you get succeed. Ukiona ng'ombe za kule, when you see the God and the milk. Ukianza kula machike. When you start to eat chicken. Ukianza kula nyama. When you start to eat meat. Ukianza kula chochote mnataka. When you start to eat everything that you need. Kukodi manyumba yote mnataka. When you start to rent any house. Ukianza kuishi pasi papate mnataka. When you start to live wherever you want. Usipime kumsahau. Do not try to forget your God. But what wonders we already forget God. Mungu akakosa makalio. God have no place. Akakosa nafasi ya kuikaa. He have no place to live. Tukamfukuza. We chased him. Wengi tulikuja. All men of us were
tofauti in the different ways. tukiwa tunaomba Praying, Mungu tufikishe praying to God, na please. kutumikia. Made us to reach Mungu there. nifikishe. We're gonna work for kazi you. yako. Oh, please, when we reach there, I will work for you. Nitajaribu kutoa I will ushuhuda. try to give Please, Mungu testimony. nifikishe. Please, now reach me there. Tulipofika sasa When we reach at the tukamgeuka. we change. Kaona hatumtaki We tena. get back from God and start to not love Him. Lakini But tunataka moto wa Mungu we want the fire of God udumu tena ndani yetu. to live inside us. Maombi na kukosa muda wa maombi And prayer to not have time nilifanya for prayer. Mungu akose nafasi. It means God do not have a place. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafika nafasi mbaya. We are in a bad Hivi position. nakuomba chakula tukiombee. Even to pray for the food, we don't pray for it. Kwa nini atombee chakula? Why we don't pray for the food? Negligence. Unaona kama friji inajaa chakula, You find that the fridge is full. stock iko mingi, Yeah, a lot of the stock is full. sukari inajaa chakula, The stock is full na of hela food. uko na mfukoni. You have money in the pocket. Kwa hiyo sasa haibidi uombe. There you don't need to pray. Nafikiri ni kujidanganya. I think it's to lie, to deceive ourselves. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ndio umekipika chakula. Yes, you prepare the food. Tena ni wewe umekipika. You are the one who prepared for it. Ushakiweka mezani, You already put in the table. lakini panya inaweza kujika kimwanga chini. But the mountain comes and Tuombe put it. basi Mungu akilinde. Why you don't pray for God to protect Tuseme you? basi Mungu asante kwa hii chakula ambacho Why you don't say, umenipatia. God, thank you for this food that you have given me? Sijui kama na kulala tunaomba. I don't know if it even is to sleep. Sijui kama na kulamuka tunaweka siku mbele ya Mungu. I don't know if you, when you wake up and put the day before God. Tunahitaji kumkaribisha Mungu tena We need to return back akaje ndani ya maisha yetu. to be inside our life. Kingine kilichosababisha What made the fire of God? moto wa Mungu kuzima. Made the fire of God to be off inside us. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ni kupenda sana mambo ya kidunia. Is to love the things of God. Watu tunapenda mambo ya kidunia. People will love things of God. Huwa hata kama tunasema tunampenda Mungu, Even though we say that we love God, hatujampa nafasi ya kwanza. we are not yet giving the Tunapenda first sana dunia na vitu vyayo, We love first things of kisha God. Mungu anafuata sasa ndani ya hivyo. Then God come after. Hatujasema Mungu tumupe nafasi ya kwanza, We are not yet saying God we must give him the first place kisha vitu viende nyuma. so that things can come after. Ukitizama jinsi tuko busy na maisha, When you look the way we are busy with God, ukitizama jinsi hatutaki kufocus na vitu vya Mungu, the way we know we are not focusing with things of God, inaonyesha sana kama tuko busy na maisha ya kidunia. it's so that we are busy with things of the life. Lakini kwa nataka nikwambie, But I want to tell you, sawa kuwa busy na, yes, you be busy with it. acha nisiseme wewe utaumia. Let me not say it because Hivi hivi you, mnaniona leo, you see the way you see me. kesho naweza nikafa. Tomorrow again. Tena sio mimi tu, Not na wewe unaweza ukanifuata. even you can follow me. Sasa mbona uko na mimi sikwambia uache kuitafuta, na mimi niko nitafuta. I didn't say that you must not Na look mzangu for. itafute sana, na mimi naitafuta. Yes, I'm looking for Na money. mimi kinigawia naitafuta na The hiyo. way even you can Napenda do hiyo money. na sio dhana. I love money even it's not a sin. Lakini But hela usipe nafasi kuliko Mungu. do not give money a place before God. Mtumikie Mungu. You must work for Na hela God. ukiitunza, And when you procure your ukaitunza na God, furaha. you will serve it with peaceful. Bwana Yesu asifiwe Praise the sana. Lord. Sisi hatuna muda mrefu au muda mwingi wa ibada. We don't have much time of service. Jaribu kunafika ndani ya ibada. Try to come to the service. Tufike hii siku ya 4. Let us come on Thursday. Tuchochee tena moto wa Mungu. Let us stay in the fire of God. Tukoke also. moto wa Mungu. Let us pray once again. Mungu So atukumbuke tena. that God can remember Na us Mungu again. tukimrudilia, When we go back to God, atatukumbuka. He will remember us. Kupenda vitu vya kidunia na mali za kidunia To love things of the world, vimefanya moto wa Mungu kupotea it made the fire au of kukosa God nafasi ndani yetu. to disappear and to not have a place inside us. Kingine ni kukosa warafiki wa kiroho na ushirika wa kiroho. In other things, to miss spiritual friends and a spiritual relationship. Kama rafiki zako waine
ni wa mwizi. If your fourth friend are thieves, Wewe watano sio mwizi lakini unaenda kuwa mwizi. the fifth one you're not a thief, but you are going to be a thief. Wanasema kuishi na watu, Bible ndio inasema kuishi na watu wabaya To live with inaharibu them, tabia nzuri. it will ruin the good habit. Rafiki zako ambao unaenda kufanana nao. You are going to be like your friends. Wewe uko mwanafunzi, You are a student, lakini wandugu zako watano ni wadokta. but your fifth friends are the doctors. Na wewe unaenda kuwa dokta. At the end of the day, you'll be a doctor. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kuikaa ndani ya mazingira mabaya To be in a bad environment na unaikaa muda mrefu hapo, and live there for a long, huku unaenda kufanana na hayo mazingira. you are going to be like that environment. Ndio maana watu wa Mungu, That's why people of God, hakikisha kama umeokoka, make sure that if you are saved, usogele watu ambao waliokoka, watu ambao ni wa Mungu. be close to people who are saved. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Ni kwa njia gani tunaweza kuamsha huo moto wa Mungu umezima ndani ya Mungu? In which way that we are going to stir up the fire of God that have been given to us? Vinawezekana tukauamsha tena. It's possible for us to stir up that fire. Na sio kuamsha tu, Not only to stir up, tukauwasha, tukauchochea, and start to burn it and stir it up, moto ukadumu ndani yetu, and the fire to live in it, ukapata tena nafasi ndani yetu. and start to have a place in Watu it. ambao wako na tatizo zao People who have their problems, ikawa issue kwao. it will be an issue to them. Kitu cha kwanza, The first one, tukisema tuombe tuishi maisha ya maombi, when we say we must live the life of prayer, tunaweza tukaamsha moto wa Mungu. we can burn the fire of God. Maombi Prayer na maisha ya kujitakasa and the life of cleaning yourself, vinaamsha moto wa Mungu. it made the fire of God to be up inside us. Vinaamsha nguvu za Mungu It made the power of God ambazo zinaweza kutumikia ndani yetu. that can work inside us. Kwa nini? Why? Ukisoma kitabu cha Yakobo When you read the book of James sura ya 5 5, mstari wa 17 na 16 na 17 16 to 17, inasema it says, maombi ya mwenye haki the prayer of a yana righteous nguvu akiomba kwa bidii. it's our power when Chini kidogo When Bible you inaleta pray, mfano, and down there it gives some example. inasema Elia alikuwa mtu kama sisi. It says that Elijah was Elia a person alikuwa like mtu us. kama mimi na wewe. Elijah was a person like me and you. Elia alikuwa mtu mimi kama wewe. Elijah was a person like I Damu and you. hii, The same blood, nyama hizi, the same, nywele hii, the same skin, Mikono hii. the same hand, Akaomba. the same hand. akafunga mvua He fasted and closed the rain for 3 years na miezi 6 and 6 months juu ya mtu wa kawaida kama wewe. because of a normal person like me. Unajua nini? Wow. Maombi ya mwenye haki. The prayer of righteousness. Na after hiyo miaka 3 na miezi 6 After that 3 years and 6 akaomba months, tena, he prayed once again, mvua ikanyesha tena. and the rain rained once again. Maombi, Prayer, ukiomba kwa nguvu when you pray with strength na ukiomba na maisha matakatifu, and pray with the moto wa Mungu holiness, unaweza ukawaka tena ndani yako. the fire of God can burn once again inside you. Bwana Yesu asifiwe. Cha pili, The second one, kusoma neno la Mungu kila siku. to read the word of God every day. Kusoma Biblia kila siku. To read the word of God every day. Ukisoma Biblia kila siku au neno la Mungu When you read the word of God every day na ukajaribu kuishi neno, and try to live the word, jaribu na maombi, moto wa Mungu unaweza ukaamuka tena. try with prayer, the fire of God can up once again inside you. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Cha tatu, The third one, kuondoka kwenye dhambi to be out of sin na marafiki wabaya. and out of bad friends. Hiyo nayo inaweza kuwa njia ya kuamsha moto wa Mungu. That can be the way to stay up the fire of God. Tunahitaji kuona wa vijana ambao wanabeba Mungu mzima. We want to see the young men Tunahitaji who have kuona told that. wa vijana wakiwa wako wanatembea mitaani, wanaona hao watu kabisa wanambeba Mungu We mzima. want to see young men when they are walking the street, people will say, yes,
they are carrying the full God. Bwana Yesu asifiwe. Cha nne, kuomba na kufunga ili uvunje uzito wa tabia za mwili. Is to pray and to fast. Pamoja na kuomba na kufunga, the heaviness of the inaweza kuwa njia ya kubadilika. Mtu akiomba pamoja na kufunga, when a person pray and fast, kuna nguvu ambazo zinatumikia ndani ya hiyo maombi. there is a fire that work in that. Mtu anaweza kubadilika. A person can change. Na nguvu za Mungu zinaweza kuvuka ndani ya huyo mtu. And the fire of God can burn inside that person. Mungu akatembea na huyo mtu. And God will work with the person. Hii ya kufunga na kuomba, He is to pray and to fast. nakumbuka wakati niliokoka, I remember the moment that I said, napenda kuisema mimi nilizaliwa ndani ya nyumba ya watu waliokoka. I was born in the Baba na mama yangu wote ni watumishi wa Mungu. My father and my mother, they are. Baba yangu mwaka wa 2003, my father on 2003, alisimamisha kazi zake, he stopped his works akaenda kahama kumtumikia Mungu. and went to work for God. Ni kama alikuwa anatumikia kwa mfano kama ule mji wa Deben. It's like Deben. Akafunga kazi zake, akakuja kwa mfano kama hapa Lusikisiki. And closed his work example. Kazi ya Mungu. Just for the work of. Mimi mwaka 2007 nikabatizwa. I was saved. Nikaanza huduma za Mungu, kuimba na vitu vingine. Started to sing and choir. Nikaanza kupiga gitari mwa miaka hiyo. I started to play guitar in those years. Lakini nikaja sasa kuelewa wokovu mwaka wa 2022. I came to understand the salvation of 2022 whereby I was saved. Niko nasema sasa hii ya kufunga na kuomba, I was saying that these things of fasting and prayer, njia moja mimi niliona ambayo ilinibadilisha. It's one of the way that made me to change. Niishi maisha ya kufunga na kuomba. I was living the life of fasting and prayer. Ukibadilika sio lazima wewe utangaze. For you to change, you don't. Ukibadilika watu wao wanajua wewe bila kutangaza. People don't see you. Kama una focus, nilibadilika. You start telling people that focus. Na wengine waambia wanakubishia hujabadilika. People they are arguing you means you are not changing. Ukibadilika wewe utangaze. Watu wao ndio wanakuambia. When you change, you don't need to proclaim. People they will tell you. Kumbe wewe umebadilika. They will say yes, you change. Sasa ya kuomba na kufunga. This way of praying and fast. Kuna nguvu ambayo inatumikia ndani ya maombi. There is a power that works inside this. Mtu anabadilika. A person can change. Na Mungu anakuja mzima, anaikaa ndani ya huyo mtu. And God come full live in that person. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Tunahitaji kuona huo moto wa Mungu. We want to see this fire of God Ukiwa unatumikia ndani ya kanisa, working inside the church, ili watu wa Mungu so that the people of God wapate ahadi zao. to get their promises. Tulibebwa vitu vyetu, We took our things. na hatuishi haki zetu We don't live our kwa lives sababu ya uzembe because of our carelessness na dhambi za asili, and the secret sins. tukaishi kama vile tukaishi maisha ambayo sio yetu, And we started to live the life that are not our lives juu ya huo uzembe. because of that negligence. Paulo akamwandikia mwana wake Timotheo, And Paul wrote to Timothy akamwambia, and said to him, kwa sababu hiyo nakukumbusha, for that I remind you, uichochee karama ya Mungu stay up the gift ambayo iko ndani yako. that is inside you. Kitabu cha Timotheo wa pili, 2 Timothy, sura ya kwanza, verse 1, mstari wa 6. verse 6. Kwa sababu hiyo nakukumbusha, For that I remind you, uichochee karama ya Mungu stay up the fire of God iliyo ndani yako, that is inside you, kwa kuwekewa mikono yangu. to be laid hands. Paulo naye alikuwa anamkumbusha mwana wake Timotheo, Paul was reminding his son achochee moto wa Mungu ambayo uko ndani yake. to stay up the fire of God that is inside. Na huo moto aliupata kwa kuamini Yesu na kuwekewa mikono. He got that fire by laying hands of Paul. Hivi wewe hautaki kuamsha huo moto? Do you
Do you don't want to burn, to stay up that fire? Ndani ya maisha yako huoni vitu ambavyo unaweza kufungia kazi? Inside your life, you don't see something that you can. Ndani ya familia yako huoni vitu ambavyo unaweza kufungia kazi? Inside your family, you don't see things that you can close. Maisha yako huoni vitu ambavyo unaweza kufungia kazi? Inside your life, you don't see things that you can close. Kwa nini sasa usiwaamshe huo moto wa Mungu? Why you must not stay up that fire? Kwa nini sasa tusiishi haki zetu? Why we must not live our rights? Nilikuwa nataka nikukumbushe, I wanted to remind you, urejee, return, moto wa Mungu upate makao return so that the fire of God can have a ndani place yako. inside you. Ukiamua kurejea, When you accept to return, Baba na mwanawe Yesu, a Father and a Son, pamoja na Roho Mtakatifu, and the Holy Spirit, wanakuja kwako, they will come inside you, wafanye makao, live inside you. na watu wakikuona, When people see you, waone unatembea na Mungu mzima. they'll see you walking with a full God. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa njia gani sasa turudishe huo moto wa Mungu ndani yetu? How are we going to return that fire? Ningali vinawezekana. It's still possible. Hadi leo Mungu anataka turudishe moto ndani yetu. Till today, God wants us to return the fire of God. Na wewe ukiamua, moto huo unarudia. And when you accept, that fire will come back. Kitabu cha Matendo ya Mitume, The book of Acts, sura ya 3, mstari wa 19. verse 19. Tubuni basi, Repent now mrejee, and return, ili dhambi zenu zifutwe, so that your sins can be deleted, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwako kwake Bwana. so that the good days can come to you. Bila kutubu, Without repent, haiwezekani moto wa Mungu kurudi. it's impossible for the fire of God to come back. Bila kuacha dhambi ambayo tunaishi, Without leave the sin that you are living, moto wa Mungu hawezi kurudi. the fire of God cannot come back. Lakini pia tukiamua When we accept kutubu dhambi zetu, to repent our sins, Mungu naye anaturudia, then God will come back to us tuone kuishi maisha ya utakaso, and live the holy life, tena na nguvu zake zitumikie ndani yetu. and His power should work inside us. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Mathayo, The book of Matthew, sura yake ya 3, verse 3, mstari wa 2. verse 2. Tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu au wa mbinguni umekaribia. Repent, for the kingdom of God is now here. Yohana ndo alianzisha kutangaza hii injili ya ufalme. John was the one that started to proclaim the kingdom. Hapa na ni yeye alikuwa anasema, Is the one saying, alikuwa anawaambia watu, telling people, tubuni basi, repent now, kwa maana ufalme wa Mungu for the kingdom of God unakaribia is kuja. at hand. Bwana Yesu asifiwe. Tukitubu sasa, When you repent, ufalme wa Mungu unakaribia kuja. the kingdom of God will come. Hapo Yesu naye akaendelesha Mathayo 4 mstari wa 17. And Jesus continued in the book of the same Matthew 4:17. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri Since that day Jesus started to preach na kusema, and say, tubuni, repent, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. because the kingdom of God is now here. Uko tayari kurudisha moto wa Mungu? Are you ready to return the fire of God? Uko tayari kufungia kazi pepo mbaya? Are you ready to cast out demons? Uko tayari Are you ready kukemea pepo? to rebuke the demon? Uko tayari kukogota huo moto ukiombea watu wapone? Are you ready to have that fire so that when you pray for people to get healed?
Uko tayari kufungia kazi zile tatizo ambazo unaona ndani ya familia yako? Are you ready to close those problems that you are seeing inside your family? Uko tayari kufungia kazi tatizo ambayo unaona ndani ya nchi yako? Are you ready to close the problem that you are seeing inside your country? Nilikuwa nataka nikwambie kama vinawezekana. I wanted to tell you that it's possible. Njia moja ni ya kuamsha moto wa Mungu. The one way is to stir up the fire of God. Uwepo wa Mungu, The presence of God, upako na ujasiri wa kiroho, the anointing and the strength of the Spirit. ukiwa na makao ndani yako, When it have a place inside you, unaweza kufukuza pepo, you can cast out demons. unaweza kunyosha mikono kwa wagonjwa, You can pray for the sick. unaweza kufungia kazi ibilisi. You can close the devil to not have a place inside you. Na Mungu akasema, And God said, mkinikaribia, when you come near me, mkinipenda, when you love me, ule muovu atawaogopa. devil will fear you. Ukimpenda Mungu, When you love God, ukiishi kwa mapenzi yake, when you live by His will, Satani hana kazi kwako. the devil have no place. Unaweza kumfungia kazi kwa njia yoyote. You can rebuke him in anyhow. Nilikuwa nataka nikuombe. I wanted to tell you, Kama unaona huo moto unaweza kuwa wa maana ndani ya maisha yako, if you know that light, fire can be important inside your life. wewe unajua maisha ambayo unaishi ndani. You know the life that you are living in. Mimi naweza nikakudanganya. I can lie, I can deceive you. Wanapenda kusema eti moto ni mrefu au moto ni mkubwa. They used to say a person is Kwa hiyo long or ukitazama hard. moto hivi, Because when you look at a person just hauwezi kumuona ndani. you cannot see him or her inside. Lakini nataka nikuambie kama Mungu anakujua. But I want to tell you that God knows you. Na wewe peke yako unajijua. And you yourself, you know yourself. Maisha yako unaishi ndani unayajua. The life that you live in, you know it. Dhambi za asili The secret sins unaishi ndani that you unajijua. live in, you know it. Lakini ukisema utubu leo, But if you want to repent today, Mungu anakurudilia. God will come back to you. Nilikuwa nataka niombe na wewe mtu. I want to pray with that person. Kwa hiyo mtu ambaye anasema, The person that say, mimi nataka niwe ndani ya watu ambao wanaamsha huo moto. I want to be among people who stir up that fire. Kweli nimesikia neno la Mungu, nikaona kweli huo moto umezima. Kwa hiyo nikaona kabisa niliingiliwa au tumeingiliwa. Sasa mimi niko tayari kwa kuwa ndani ya hao watu ambao wanataka kuamsha moto. Tena unajua maisha ambayo unaishi ndani, ni muda wako wa kutubu dhambi zako ili uwepo wa Mungu upate nafasi penye ya kufikia. Kama upo usimame, tuombe pamoja. Tuamshe moto wa Mungu, tufungie kazi yule mwovu ibilisi. Tumechoka na kutembea na tatizo za kila siku, na Mungu alitupa uwezo wa kutembea hizo tatizo. Tumechoka na kuishi ndani ya vifungo vya ule mwovu ibilisi, na Mungu alitupa uwezo wa kufungua kila kifungo chote cha ule mwovu. Sina kitu naushika msalaba, uchi mimi unike, sina nguvu nichukue, ni mchafu unioshe. Wewe uokozi
Ukiwa unaiba, ufikiri maisha ambayo unaishi ndani. Unapoimba, ujaribu kufikiri maisha ambayo unaishi ndani. Tunataka tuamshe huyu moto wa Mungu, lakini tunaanzia kwa kutubu dhambi zetu. Ongea na roho yako. Ongea na roho yako. Ikumbushe kitu ambacho kinaweza moto wa Mungu usiamike ndani yako. Maisha yako ambayo unaishi kila siku unayajua. Ukiamua kubadilika, moto wa Mungu unaweza kuinuka tena ndani yako. Nataka niombe huyu mtu ambaye anaona ndani yake kuna sababu fulani ambayo inaweza kusababisha moto wa Mungu usiwake vinachostahili. Aje tuombe pamoja. Naweza kunaona kuna tatizo fulani, kuna sababu fulani inaweza kunasababisha moto ndani yako usiwake vinachostahili. Na kama huyu moto hauwaki, shida ipo. Inawezekana tu shida kaificha, lakini ipo tu. Kinachoonyesha kama ipo ni sababu moto hatuoni. Kama moto haupo, kama moto hatuoni, sababu ipo. Na hiyo sababu sasa tunataka tuimupe Yesu ajirekebishe. Ndugu, nataka nikwambie, mtu na nguvu zake hawezi kujibadilisha. Bila mkono wa Mungu ndani ya maisha yako ni vigumu sana kubadilika. Hicho najua vizuri. Ukijaribu kujibadilisha na nguvu zako, haitoke uwezekani. Mlevi anakunywa pombe, anaharibu vitu vya mamilioni na mamilioni. Anasema juu ya hivi vitu na haribu, naacha pombe. Siku mbili anazikunywa tena. Amegombana na nguvu zake. Mzinzi anaona bwana, mimi kila siku nafanya ile cha uzinzi, naacha uzinzi. Anagombana na nguvu zake, hawezi. Mungu kama hawezi kumbadilisha, lakini mkono wa Mungu, jia maisha ya mtu. Mkono wa Mungu ndio unaweza kubadilisha yote. Inawezekana kuwa ni kazani ambao unaona kama ni kawaida, au ni maisha tu ya kawaida unaona haya sio hata hatari, lakini yanasababisha moto wa Mungu usiwake. Karibu, na kama sisi wote tuko watakatifu, tumsubiri basi Yesu aje tubebe. Tumsubiri Yesu aje tubebe. Kanisa letu linajaa moto wa Mungu. Mungu atubariki sana. Amen. Tunahitaji sasa kuona watu ambao wanaumwa waje hapa kanisa iwaombee na waende wanapona, kwa sababu kanisa linajaa moto, watu wote tuko watakatifu. Na nyuma yako mimi nitaomba mniombee. Tunaona kiwango ambacho kinastahili
sio chenye naishi ndani. Mimi niko ndani ya watu mtaombea. Yesu asifiwe sana. Nataka tuimbe nyimbo ambayo inasema siku moja mavuno yataisha kabisa. Ile nyimbo ni nyimbo ya namba ngapi? 6 sababu ambazo zisababisha moto kuzima. Nikasema kama dhambi za asili na maisha ya uzembe yamefanya moto wa Mungu kuzima ndani yako au ndani ya kanisa. Nikasema kupoteza muda wa kuomba, muda wako wa kuomba uliupoteza, hivyo uishi muda tena wa kuomba, nazo vikasababisha moto wa Mungu kuzima. Nikasema tena kupenda mambo ya kidunia vilikufanya moto wa Mungu uzime ndani yako. Nikasema tena kukosa marafiki wa kiroho na ushirika wa kiroho, navyo vilifanya moto wa Mungu kuzima ndani yako. Sasa jipigie makofi kwa juu, hivyo vyote havijapotea huko navyo ndani yako. Na kama unaona jambo ya uravuga ngo iyo tuzoka tachaga semwa tuba babeshi baba kandi kuri kuba kuri muri twe turazi ishenge na turaciye jambo ya uravuga turasenga kura ngo ukagire mwami tukanira mwami hari n'ubwose nakino kibanza sengeje papa urazi umutima w'umuntu wese nakino kibanza sengeje urazi ububiko bwacu mwami urazi ububiko bwacu sengeje turakwinginga bose papa turakutaka
turagutakambira mu izina rya Yesu tuvuga ngo uduharire mwami ijambo ryawe mwami uguhindura ijambo ryawe senyeje turagutakambira senyeje mu izina rya Yesu tuvuga ngo utugenderere mwami uduharire mwami duharire mwami aho hose mwami twagira kudashima mwami tubaye mu buzima tubayemo senyeje tukabibona ibisanzwe senyeje twibagirwa twavuye mwami twibagirwa ubuzima twabayemo baba turakwinginga rwose mwami uduharire mwami wese nakino kibanza mwami urazi ibyaha byacu mwami urazi ibyiyegeje mu mitima n'umuntu wese nakino kibanza senyeje turagutakambira mu izina rya Yesu ngo ureke imbabazi zawe mwami imbabazi zawe mwami ubuntu bwawe mwami butuweko kose mwami aho hose twagutakaje mwami aho hose twiva yanze mwami ibikungu yo hanze senyeje bigatuma ubwiza bwawe mwami ibikundiro igitinyiro cyawe kose mwami bituvako senyeje turagutakambira mwami mishengero senyeje turakwinginga kose mwami wagarutugirira umuntu mwami wagarutubabarire mwami hari imiryango yacu mwami hari n'abantu senyeje turakwinginga kose mwami imbabazi zawe mwami imbabazi zawe zituweko mwami dutandukanye n'ingaruka zose mwami zotuzako ishengero imiryango senyeje n'izina ryawe kubwira kure yawe mwami kubwira kure yawe mwami guhindura ijambo ryawe ubusa senyeje turakwinginga kose mwami uduharire mwami uduharire mwami uduharire uharire ishengero mwami harire abarongozi mwami harire aberekana ryacu kw'izina ryawe wowe urazi imitima yacu mwami urazi ububi bwacu senyeje turakwinginga kose mwami ureke imbabazi zawe mwami imbabazi zawe zituweko kose mwami urazi ibyaha byacu mwami urazi imitima yacu mwami kuruta uko abandi bantu batuzi mwami wowe urazi iby'ibwino mu mitima yacu senyeje iby'ibwino mu mitima yacu mwami urazi iby'ibwino byacu mwami urazi ibikorwa byacu senyeje turakwinginga rwose mwami turagutakambira senyeje uduharire maze bikunde mwami wongere wubake igicaniro cyawe mwami igicaniro cyawe senyeje umuriro wawe senyeje wongere wake hagati yacu mwami wongere wake mu izina rya Yesu wongere wake mu buzima bwacu mwami wongere wake mu miryango yacu senyeje izina ryacu tunasarete mwami turagutakambira rwose senyeje reka ibihe bishasha mwami reka ibihe by'impemburo mwami ikangura hagati yacu mwami ikangura mu bikorwa byawe mwami ikanguro senyeje ikanguro mwami isura rigaragare mwami mu makoraniro yacu haba ubuzima mwami idukorane kubwo gukora basenyeje ariko igihe cyose cyo imbere yawe mwami tuzobona ikiganza cyawe baba tuzobona ukurakora mu buzima bwacu mwami mu buzima bwacu senyeje mu buzima bwacu mwami reka inzara n'inyota senyeje reka urukundo rwawe rwa mbere mwami urukundo rwawe rwa mbere rwose senyeje rwongere rugaragare mu buzima bwacu mwami rwongere rugaragare mu miryango yacu senyeje mu buzima bwacu senyeje ari kugutinya mwami mu bikorwa byacu senyeje urukundo rwawe rwose mwami n'izina rya Yesu mwami turakwinginga rwose mwami utugendere ishengero ibyo byose ntabwo yatwite mwami rwongere bigaragare mu buzima bwacu mwami rwongere bigaragare aho hose twapfuye aho hose twapfuye uburyo bw'impemvu mwami ndakwinginga rwose mwami wongere ugarukane ubuzima mwami ubuzima bwawe wongere ugaragare mu buzima bwacu senyeje mu guhura nawe mwami mu guhura nawe iminsi yose senyeje mu gusenga kwacu senyeje mu byo dukora mu byo tuvugana mu byo tuvuga kuba tugaragaza ubushobozi bwawe tugaragaza ubwiza bwawe mwami kugira ngo benshi dushobore kuzana benshi kuri wowe mwami mu izina rya Yesu ijambo ryawe ratubwira mwami urukundo tuzokundana mwami urukundo tuzogaragaza mwami tuzogaragaza ko turi abana bawe mwami turakwinginga rwose mwami rwa rukundo mwami wadusezeranira ugaragara hagati yacu mwami ugaragara mu buzima bwacu mwami abakwanga icyaha mwami umuntu wese numva yazi icyaha senyeje turakwinginga rwose mwami turagutakambira rwose mwami mubikore rwose mwami mu buzima bwacu mwami mu miryango yacu mwami mu buzima bwacu mwami abihinduka rigaragare mwami irebe ishaje mwami umuriro wawe wake baba igicaniro cyawe iwabeko kizima mu buzima bwacu mwami iwabeko kizima tukuba turi kone bite nawe senyeje mwami n'izina rya Yesu
ushimwe n'icyubahiro rwose mwami uri Imana yumva mwami uri Imana y'imbabazi mwami kuduhariye kandi mwami wizera gatatu ko dusubiye rwose mwami umwana nawe rwose mwami reka ibyo byose twatakije mwami reka ibyo byose mwami umugwanizi yatwibye mwami kuba kure yawe mwami byongera bigaragare mu buzima bwacu mwami byongera bigaragare mu buzima bwacu senene byongera bigaragare mu buzima bwacu mwami reka ibihe mwami byariwe n'inyenzi n'abasuma byongera bigaragare mu buzima bwacu senene n'izina rya Kristo aho hose satani yatwibye mwami reka ikiganza cyawe rwose mwami kitugarukanire mwami ibyo byose umugwanizi mwami yari yaribye mu buzima bwacu mwami ibyo byose bitari bikigaragara mwami ubugome bwawe mwami wongera bugaragara mu buzima bwacu mwami wongera bugane natwe mwami wongera bugane natwe senetse mwami n'izina rya Kristo turakwinginga rwose mwami ubikore mu buzima bwacu mwami n'izina rya Kristo. Yesu asifiwe. Mungu yuko tayari kwa kusamehe kila mmoja, lakini ni vigumu kusamehe mtu ambaye hajatambua kosa lake au hajakuomba msamaha. Mtu kusamehewa ni kutambua kosa na kuomba msamaha. Kwa hiyo sina mengi tena kuzidisha hapa. Acha tumupe nafasi mwalimu wetu. Baada ya hapo nitashuka hapo mniombe kwa juu. Mimi naona tu ninaguswa, hata kama mimi ndio nimehubiri, mimi naguswa. Kwa hiyo sasa kwa jina naona mimi sienezi, nitaomba msaada wa kuombewa. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ambao wanalala wanasinzia. Bwana asifiwe. Amen. Huyu kijana Mungu ambariki. Anahubiri maneno ya Mungu. Na inawezekana kwa sababu ya udogo wake tunamuona kwamba ni mfupi wa kimo, ndio maana hata anaongelea uhalisia wa maisha yetu, lakini tunaifanya mioyo yetu kuwa migumu. Maneno ambayo yalikuwa ni maneno kanisa la leo tukiasikia tulie machozi, sisi tunaona kama ni maneno ya vichekesho, maneno ya kusikitisha ambayo yanatia uchungu wa nafsi zetu. Lakini sisi kama kanisa tunaona hiyo yale. Baada za hapa kanisani tunazihudhuria mara nyingi, tunajikuta tuko watumishi peke yetu. Hakuna tena Mkristo ambaye anakuja kwenye maombi ya kanisa. Mafundisho ni jioni, tumeshamaliza kazi, lakini mtu upo tayari anapita hapa na anajua kuna watu kwa kanisa na ni Kristo. Anapita na panda anaenda hapa nyumbani kwake. Tunaambiwa ni moto wa Mungu umezima. Tuje mbele za Bwana tumlilie tena Mungu. Watu wote tumekaa tumestarehe. Hata kama unahudumu ndani ya kanisa, ukijigundua kwamba moto wa Mungu umezimika ndani yako, ukija mbele ya madhabahu hii haumrudishi huyu mtu heshima zake. Amen. Unakuja mbele za Mungu kumwambia Bwana, nimekuja tena. Uishe nafsi yako, uishe moyo wako. Lakini tunaona tu ni kawaida, na badala yake tunaitwa hapa mbele. Hakuna hata mtu mmoja ambaye anasema anahitaji moto wa Mungu.
basi haujahutubu na umeambiwa uje uamshe tena karama uliyokuwa nayo. Hebu niambie wewe uliyekaa hapo chini, karama gani ulionayo ambayo leo uko naitumia hapa kanisani tukaiona? Karama gani? Mbona wengi mlikuwa waimbaji leo mmechoka? Mbona wengi mlikuwa mnaomba, mna nguvu za Mungu leo mmechoka? Wengi mbona mlikuwa watoaji wazuri wa sadaka leo mmechoka? Unashindaje kuomba nguvu na moto wa Mungu tena kwenye maisha? Kama unahitaji maombi, njoo hapa mbele tuombe pamoja. Unahitaji kuamshwa tena, uvuvio wa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana una imani tena hata moyoni mwako, lakini umekaa kwenye kiti. Bwana uamini tena. Bwana Mungu uliyembeba umeshamwacha, lakini umekaa kwenye kiti. Unaitwa uje uombewe, umekaa kwenye kiti. Bwana sio wewe uliyekuwa wazamani. Hivi maisha unayoishi ndio yale uliokuwa unaishi katika wokovu wako. Hivi wakati unaapa viapo kwamba hautamwacha Mungu maisha yako yote, ndio mpaka leo uko hivyo? Au ni nyoyo yetu kwa migumu kiasi gani? Ukipata nguvu za Mungu ni kwa faida yako na msaada wako. Hii dunia bila nguvu za Mungu, hata ufanye kazi ya Mungu, motoni utaenda. Mbinguni huwezi kufika kama huna nguvu za Mungu. Maana neno la Mungu linasema kwamba watu wengi watafika mbele za Mungu wakasema, Bwana, mimi nilikuwa mwimbaji kanisani. Wengi watafika wakisema, mimi nilikuwa mtumishi, nimehubiri, nimepanda milima. Lakini Mungu akawafukuza, akawaambia, ondokeni maana siwajui mimi. Kwa sababu ya mambo madogo kama ni dhambi vidogo vya siri, tamaa za maisha. Kazi zetu tunazipa kipaumbele kuliko kitu chochote. Tunasema tunatafuta maisha kwa hali na mali, hata tunamsahau Muumba aliyetuumba. Mungu aliyekufanya uwe jinsi ulivyo, Mungu aliyekupa hiyo kazi. Wangapi wana akili kuliko wewe, wana nguvu kuliko wewe, lakini hawana hicho ulicho nacho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, paza sauti ukajiombee. Wewe uko mahali hapa, paza sauti ujiombee. Mwambie Bwana, nikumbuke tena. Nimekuja kwako, niguse Roho Mtakatifu, katika jina lako Yesu Kristo. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, nami nakuja mbele zako. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Baba, nikumbuke tena. Gusa moyo wangu, moyo umechoka Baba, nimechoka. Nilipokuwa nikikupenda mwanzoni, nilipokuwa nikiwa na shauku, nilipokuwa na kiu ya kuifanya kazi yako, nilipokuwa na kiu ya kuwa na mbele zaidi
katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mamlaka yako Yesu yakamilike tena juu ya kanisa lako, yakamilike tena juu ya taifa lako. Tunatafuta maisha, tunatafuta pesa ambazo zinasaidia kitu. Baba tusaidie. Biblia inasema kazi za mikono yetu haziwezi kutuokoa, hata tumelia kwa machozi ya damu. Kazi za mikono yetu haziwezi kutuokoa isipokuwa wewe Bwana, nguvu yako ikikaa ndani yetu, tunaweza kuokolewa. Tunamshukuru Bwana, tunasema asante, tunapokea Bwana muujiza mchana wa leo. Tunauisha mioyo yetu iliyozimika, tunaiwasha tena kwa mshumaa na kiberiti, ikawashwe tena nguvu ya Mungu ndani yetu, tukawake tena, tukawe zaidi ya tulivyokuwa, tukaongezeke tena katika jina la Yesu. Tunakuomba Bwana, tunakulilia rufaa Bwana, tukumbuke tena, tukasimame. Huduma zilizolala zikaamke tena kati yetu. Karama za Roho Mtakatifu zilizosinzia zikauishwe tena, mioyo yetu ikamshwe, kilichopotea kikarudi tena. Baba tusaidie, tulichokipoteza kikarudi tena. Bwana tusaidie. Karama, tunajua wengi walikuwa na karama nzuri, wengine wanazo karama za uponyaji, lakini zimezimika, hazifanyi kazi tena. Wengine walikuwa na karama za maono, wengine walikuwa na karama za kunena kwa lugha, lakini leo hazifanyi kazi tena. Amsha mioyo yetu Yesu, amsha mioyo yetu Mfalme, amsha mioyo yetu Mfalme, amsha mioyo yetu Bwana, amsha tena, amsha tena, amsha tena, amsha tena. Mwamshe Baba, mwamshe Mama, mwamshe Baba, mwamshe dada, mwamshe Mungu. Akutumaini wewe, akutegemea wewe, akutegemea wewe, asione Mungu mwingine, haya kuona wewe Mungu pekee. Yote tuliyoyakuta duniani tutaondoka tukiacha hivi. Yote tunayoyapitia ni mapito tu, yakiwa mazuri ni mapito tu, yakiwa mabaya ni mapito tu. Baba tusaidie tuweze kuyashinda mambo ya dunia hii. Asante Mungu mwaminifu, maana utaendelea kutusaidia kuzitunza imani zetu hata mwisho wa dunia, parapanda itakapolia. Nasema jina yetu yakaitwa katika ufalme wako, katika jina lako ninaomba na kushukuru. Amen. 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 Filma utasogea hapa watu kanisa wa kuombea. Sieni nyie mtasaidia kumwombea huyu mtu. Saidia kumwombea. Barabara Mungu acha yaende kuzaa matunda kwa majira yake sawa sawa na kiwango cha Zaburi 1:3 na Mzunguke sogea pamoja. Mwombe Baba
Baba, Paulo na Sila walikufa na milango ya mwanzo
E Bwana Mwokozi, nikiombea roho yake akawe na ujasiri, asikate tamaa, aendelee mbele, uishe moyo wake. Bwana akawe jasiri mpaka milele, mpaka siku ya kurudi kwako, katika jina la Yesu Kristo naomba nikushukuru. Amen. 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 Amen.